Tukio, 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 tukio. Odi. Odi. Karibu. Nakuja. Karibu. Nina? Na mtoto tena? Tangu lini wewe na mtoto? Usiniambie umezaa? Basi nipati nimuone. Kiujoma hichi. Ndio kenyewe hichi kabisa. Kafanana na wewe. Hawe, tangu lini umezaa? Jack! Huyo sio mimi. Ulikuwa unaenda wapi? Nilikuwa naenda kuangalia mtezu zangu. Unanijua mimi? Wewe mtu wa mawindo. Lakini kuna tatizo. Kuna tatizo katika kijiji hiki. Tatizo gani hiyo? Wewe hujaona tukio hili ambao hujaona tukio nasimama na kijiji? Hapana. Utakuwa na bahati. Wewe utakuwa kabisa unawakulunga wenu wanakulinda. Sisi tukio hili tumeliona ana kwa ana mimi na ndugu yake nani Siza. Usiseme hivyo. Niseme vilikuwa vipi kwa vimetendeka? Yamekuwa ile ni tatizo hapa kijijini. Sasa tufanyeje? Unaona? Hii tokeo ni tokeo kubwa sana. Maana mimi yani imenistua sana. Unaona? Mbona mimi nashindwa kuelewa kuna nini? Mimi nakwambia
Aise, tutafute mtu ambaye huwa atakuja kutusaidia kwenye hiki kijiji chetu, maana kijiji chetu kumepatikana na jeka kubwa sana. Tuelekee kwanza kwa shehe. Najua shehe atapata suluhisho. Ndio hivi, na ndio maana huwa nilipendelea huwa nionane na wewe ili unipate, yani unipe namna jinsi utakavyoniongoza, unaona? Hapa cha kufanya, maana mimi mguu wangu huu ni kwa ustazi. Nje endambie no. Lale vya vitu vya hivi. Hakuna bana, siku hii mchana kweupe. Wapi umuzimu wanatembea kweupe huku. Yaani ikifika saa 6 mchana ndio kabisa anatokea. Twende kwa ustazi wote. Njengi yona vilwe hii. Acha maneno yako. Wote kwa ustazi. Muda huu ndio huo mzuka unatembea. Ila nyama zao zitahozea. Acha nazo bana. Wewe unajua kutega. Tatega tena alafu na uwazingine tena. Ila wewe utazigua wewe. Mimi sizingui, mimi nakwambia tuvitema vitu. Yaani nyama na maisha yako kipi bora? Basi twende. Ndio hivyo, usijali, mimi mwenyewe nakupeleka kwa shehe, maana najua shehe atatatua hiki tatizo. Ndio maana huwa nilikutafuta, maana nilijua kuwa wewe ndio unaweza ukaniongoza ili nipate msaidizi, unaona? Karibuni sana. Asalamu alaykum. Wa alaykum salaam wa rahmatullah. Bana shehe, ujio wetu hapa matatizo. Hadi? Matatizo gani? Matatizo, tuna tatizo kubwa. Serious kabisa. Tatizo lenyewe, tatizo hili. Tatizo gani? Tunamjua yule Samba. Samba kawa guzo kijijini. Unaona bana? Yule Samba yule dada yule ndugu wa wale akina Chagama wale ambao wanaishi mtaa wa pili. Yule ambaye alikuwa akikaa hapa kijijini kwetu. Kawa guzo. Maana kawatokea watu kajibadilisha kuwa jini. Sisi tendo tunatokea wapi hapa? Na alipotea muda mwingi hapa haonekani kijijini. Na nikikumbuka vizuri, yeye ndo alikuwa katika mahusiano na yule ndugu yake na mtoto wake kina Miri. Yule Sharobaro ambaye anakuja kijijini hapa siku moja hiyo. Ndio huyo binti kawa guzo, kaanza kutokea watu ni kama mchawi hivi. Kama kuna uwezekano bana, mpe hata adhabu yule. Soma dua, fanya ibada ile. Ndio sababu yetu kuja hapa ili angalau mwazibu yule binti. Bana umfanyia ibada au dua yao, unasoma tu dua yako hapa. Yule binti nadhani atakimbia kwenye kijiji. Au sio mwanangu? Kwa vile vitu ndoa hii. Hadi? Unajua kwamba yote tatizo sio kwamba ndo mara kwanza mnaletea. Alikuletea nani mwingine tena? Nadia alikuja na anamika, "Why? What is you?" Kipiuda? Nani? Kipiuda kaja? Sio Kipiuda, Nadia. Tunamwita Kipiuda, sio dada yake na Siza. Yule ni Kipiuda. Kwa hiyo Kipiuda naye ameshuhudia hii tukio. Aswa. Hapa ni mambo ya kumwacha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sababu mwezi mtukufu wa Ramadhani ndio mwezi ambao kunapatikana vitu kama na hivi. Lakini mimi sidhani shehe wangu. Maana huyu mzuka anakuja hadi na mtoto. Sasa mtoto kametolea wapi? Hapo kijiji chetu hiki mtoto hayupo. Hakuna binti mjamzito wala mama mzito hayupo. Sasa tunatokea kwa mtoto. Astaghfirullah. Anakuja mpaka na mtoto. Mimi mwenyewe nimeshuhudia huyo mtoto. Hata nimemshika kwa mikono yangu miwili. Nimemshika alikuwa amebadilisha kwa mfumo wa Nadia. Mimi nikampokea mtoto kwa mkono wa Nadia. Nadia kutoka nyuma, Nadia akajitokeza tena Nadia ikawa na Nadia wawili. Sasa hiyo tukio mimi limenistua sana. Shehe wangu. Aje? Imekuwa tatizo kweli. Tatizo kweli. Tena kama majanga. Basi Mwenyezi Mungu ndo anajua. Hapa cha kufanya shehe wangu, tutafute tiba. Tutafute kama ni mganga wa kienyeji, tambili tumtafute hapa.
imekuwa sugu, imekuwa tatizo hili. Hauwezi kumwaminia mganga wa kienyeji wewe. Mtu tunamwamini tu Mwenyezi Mungu tu Subhanahu wa Ta'ala. Jambo. Shikamoo. Jambo, karibu. Shikamoo shehe. Marhaba. Karibuni. Tumeshakaribia. Kuna tatizo gani? Mbona unakuja pio na hema? Isi shehi, mimi kuna jambo ambao huwa nimeshindwa kulielewa. Na hii tokeo, yani sijui kama imeanza lini hapa kijijini. Maana juzi mimi nilikuwa na Siza pia na dada yake. Ilikuwa tuende kumtazama mzee fulani kule hivi, yule mzee yule ambaye huwa anapewa watu kazi za kulima, anaitwa nani? Kimwaga. Ya, mzee yani ilikuwa tuende kufanya kule kazi. Ila maana pindi tulipokuwa tunakuja hivi tulianza kusikia sauti ya mtoto akilia. Yule mtoto analia nyenye 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 nyenye. Tunaanza kumtafuta mtoto. Pindi tulipokuwa tunatafuta mtoto tunakuja kuta yani ilikuwa dada yake na Siza. Alianza kumkuta mtoto. Kumkuta mtoto anawika. Hata anaweza nikasema kijiji kizima hapa kiote kilisikia. Maana alilia sana. Tukakuja sote tunakimbia. Yaani aisema ajabu ambayo huwa tulikuta huyu dada ambaye dada fulani hivi amekosekana hapa kwenye kijiji. Hapo shehe. Anaitwa nani? Nadhani ni Samda huyu. Ni Samda. Huyu dada Samda huyu. Huyu Samda tulimkuta. Yaani kakauka vizuri. Yeye hapa mtoto hapa. Kipindi taki kumgusa hivi mtoto kapotea. Hadi? Ile mama imenikuta mimi kwangu. Naona? Kapotea kwenye mazingira yani ya kutatanisha kabisa. Papu. Mama. Hayo ndio mimi yamenitokea mimi. Na huyo nani? Kipiuda. Kweli? Imekutokea? Mbona kweli? Mungu wangu. Ili ni tatizo shehe, nimekwambia tutafute mtaalamu, mganga wa kienyeji atatue hili swala. Hapo. Hiyo ndo kabisa ambacho huwa kinaweza kikatusaidia kabisa kwenye kijiji chetu. Au tumtafute mwenyekiti mwenyewe kama. Anaishi zake wapi? Huyu mwenyekiti bana ameshaenda mbali kabisa na kijiji chake. Kada huu. Alafu atakayetatua ni wewe. Kama tunawaaminia nyinyi washendo mnajua kufunga hiyo mizimu. Yaani piga dua. Dua zenu ndo zinatuchunga hapa. Wewe nini? Tulia mwanangu. Kuna nini? Usiamini. Mtu mmoja nimemwona mara 3 tena kwa dakika hii. Tena ni mgeni hapa kijijini, sijawahi muona. Unanyaribia mswala. Samahani basi. Lakini naogopa, walai mimi naogopa. Yule mtu mimi sijawahi muona hapa. Na mivario sio mtu hapa kwenye kijiji, ni mtu wa mjini. Wa kiume wa kike? Wa kike. Tatizo. Huwezi amini. Yule mtu mimi nimemuona mara ya kwanza, tumepishana naye. Mara pili nimemuona mbele, nimezani kama akili zangu ndo haziko sawa. Ya 3 nimemkuta kumuona hivi, macho yake yamebadilika na walai kabisa. Hata kama pia yule Samda macho yake alikuwa meusi. Shehe wangu, hata mimi mwenyewe nimeshuhudia. Samda macho yake alikuwa meusi na tena hivyo tu. Na tena huwa anapenda kujibadilisha, alibadilika kuwa nani? Kuwa Nadia. Nadhani itakuwa amejieleza tena kuwa wewe binti jamaa amemwoa huyu jamaa. Itakuwa ni ukweli tu hivyo kabisa. Shehe, wewe mwenyewe umeona kwamba wanakijiji wote wanakuja hapa, wanaacha hapa kilio chao. Sasa tutafute suluhisho. Ni jambo ya miungu ya uzimu. Na itapita. Kitu cha muhimu ni kumkubali tu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kitu kingine ni kukaza sana kwenye dua, kuswali, kumwomba Mungu.
Mungu kuomba tunaomba. Weza mimi kwanza kinachonishangaza ndo mara kwanza nimeona yani vitu vinanitishatisha huku kwenye hiki kijiji. Nimevunjika hapa vidole mpaka mguu nimevunjika. Nakimbia tu kujikaza mara nimeogopa kifo kule. Weza mimi yule mtu walai mkimwona hivi mnaogopa kabisa. Anavaa mivalio kama watu wa kizungu. Ikiwa ni Mswahili, muonekano hivi ni Mwafrika, lakini mivalio kama wazungu. Kama Vanny Boy. Sio kama Vanny Boy, ukimwona kidogo ni kama Rebo Chulo, lakini mimi ningekuwa msanii kama Inos B, angesema mimi ndo mume wake. Wezi amini ni kama Zuchu, kama Nandi fulani ukimwona, lakini mchawi. Kumwona hivi macho yake nyeusi. Wezi amini. Mimi nimemuogopa walai, nimemuogopa sana. Wasikia, mimi naona kama kwenye hiki kijiji akili zetu zitakuwa chatu chatu. Mimi nitahama mjini niende. Shikamoni. Haji? Ndo hivi angalia kuwa jicho kali. Wanakuja hivi kujibadilisha kama watoto wadogo, anajifanya mwanaume mwanamke superstar anajifanya Zuchu. Ndo hawa muangalie vizuri. Au sio shehe? Maana na wanasema anabadilika. Ndo hivyo sasa. Shehe, una ugeni? Mimi sina ugeni. Wewe naye bana. Unamshangalia hapa cha maana. Jitambulishe. Shikamoni tena mara nyingine. Marhaba. Waislamu hawa sio sisi. Wazee, mimi naitwa Swale. Lugha gani hiyo? Muislamu au Mkristo? Mimi Muislamu bwana. Mimi ni mtoto wa Mzee Sele, yule Mzee Sele pale. Kwa hiyo itakuwa ndo huyu. Mbona kama mkuu amekuwa Selemani? Kweli ameshangaa kabisa. Mimi ndio ulienda na Samda. Samda? Unashangaa nini? Unauliza alafu unauliza tena. Hapana, mimi sijatoka kwa kweli, sijatoka hapa kijijini na mtu. Hivi naelewa sasa sasa ukasema kweli kama shehe. Unasema alienda na Samda? Na huyu. Sio mimi. Wewe ndio umenifananisha labda. Maana nilipoondoka hapa kijijini nimetoka peke yangu mwenyewe. Oya sikia, mimi najua kama mnasema ndo mtoto wake huyu, ni kweli kama ni huyu ndo alienda naye. Maana alipoondoka hivi siku ile akakosekana Samda. Maana toka hiyo siku Samda hajawahi onekana. Inaonekana kama yeye ndo alienda naye. Hapo swali ya kujibu ni hii. Ulienda naye au kwenda naye? Mzee, nadhani nimewaambia ukweli. Nilipoondoka hapa kijijini nimeondoka peke yangu. Wallahi sijaondoka na mtu yeyote yule. Sasa tutaamini vipi? Ila mnatuchanganya. Sio kuchanganya, tunachanganyikiwa wote jamani. Au sio? Sasa tufanyeje? Cha kufanya hapa ni kwenda kumganga shehe wangu nilivyosema. Nimemwambia mambo ya uganga sitaki. Shehe, tatizo hili. Tatizo limekuwa hili. Mara wageni hatutuelewi, satuelewi. Sisile biskuiti sutugawie hapa tunajaa. Mimi wasiamini nimekimbia kutokea kule hivi kwa madakika sijui fulani nimeona mtu huku kuna hivi hujaona kitu mauzauza huku kwenye kijiji kutokea kule unatoka. Anakuuliza kama hujamwona mtu njiani mwanamke hivi. Kwa kweli sijakutana na mtu yeyote yule. Na bahati. Ana bahati huyu. Wasikia wewe una bahati, wenzako tumeona mauzauza huku. Yaani mtu mmoja unamuona mara 3 kwa dakika moja. Bora tugawie biskuiti. Tugawie biskuiti bana. Njaa zinatupiga hapa. Tena tuongeza hii hapa hii kopo. Hiyo. Jamaa, nipe hiyo. I'm sorry. Hii si biskuiti. Tena nini tena? Hizi karatasi tu, so mtu anajipanguza ikiwa kuna joto. Nipe basi, unajua joto tena. Mimi nimetokea kule, nipe moja tu nijipanguze na. Mimi hapa. Oya. Tena nini ikiwa mimi ndo nimeomba mbona huyu anajifanya kama mtoto mdogo. Mimi ndo nimeomba hii. Mimi ndo nimeomba.
Wewe tuambie maneno ambayo Samna yupo. Uliza. Baba sasa vile ndani. Aje? Nimefanya kama ukimbia. Sikiliza. Mimi ndani masiana. Kupeni ukweli. Muda mwingine mambo ya hala kwa baru. Lazima ukimbia kwanza. Mama, kwa kweli mimi sijaamini. Sijaamini kabisa, yani sijaamini kabisa Imam. Kwa mtu ambaye mnasikizia kwa mimi niliondoka naye ndio ule. Anakuwa ni mtu wa maajabu eh? Ati? Tunasingizia. Umeona tatizo ambalo napita kwenye kijiji? Kwa nini mnajua kwa mtu yenu yuko hapa hapo mnakuja kuniambia kwa mimi nimeondoka naye mjini? Ati? Ya hatari. Sasa tutaenda wapi? Mimi nataka nirudi mjini tu. Sasa hivi nataka nirudi. So kama ikiwa kuna njia huku nionyeshe njia nitoke kabisa huku. Wewe. Ati umelogwa. Let's go. Kuna nini sasa? Mbona kama unashtua tena? Amekufa! Nani? Amekufa nani? Amekufa. Yule jamaa ambaye nilikuja naye kwa nyumbani kwako yule. Ati? Amekufa kabisa, nimeona kwa macho yangu mawili. Shehe, tani kama wameona kwenye kibuyu kabisa. Maana nimeona wale mnyanyua wakamweka kwenye kibuyu. Sikiliza. Ni muda ukimbia, tukimbia. Ni muda kumwomba Mwenyezi Mungu. Sidhani kama hapa sala ya Mwenyezi Mungu lipo. Hapa ni kujipambania tu wenyewe hapa. Mungu asije yule ambaye amejisaidia. Hapa swala narudi kwa huyu jamaa. Kumbe yuko hai eh? Mimi ameshafariki. Unamsikia huyo? Wala inaogopa. Unaogopa nini wewe? Nimeogopa, nimehakikisha nimeona tena. Kumuona tena mara pili kwa uhai wake. Naogopa sana. Haya. Mara kwanza kwa uhai ulimuona wapi? Siamini hata walai. Siamini kabisa. Mimi nadhani huyu jamaa anajua chanzo cha hii. Anajua chanzo cha haya. Anajua tangu sisi kuteseka. Anajua hiki kifahamika. Shut up Suzuki. Basi Suzuki. Nimemwambia kwamba wewe mlomena tuna.
hatimaye naenda kutimiza malengo yangu, ila bado sijamaliza kazi. Vijana wote katika hiki kijiji wanastahili kufa. Tokyo.